Pamoja na changamoto zote za mifugo, bado kuna fursa kubwa kwenye upande wa malisho ya mifugo. Ili uwe mfugaji bora, ili uwe na mifugo iliyo smart, mifugo mizuri, lazima uwe na malisho yaliyo mazuri. Changamoto kubwa inayotukabili hasa kipindi cha kiangazi kama wafugaji ni changamoto ya malisho. Lakini taasisi ya utafiti wa mifugo wamekuja na mbegu bora za malisho ambazo zipo kwa sasa. Wao wamejaribu na kuona ni namna gani ambavyo wanaweza kuwasaidia wafugaji kwa kupanda mbegu bora za malisho na kupanda malisho ambayo yamezingatia aina zote za vyakula, protini, majani ambayo ndio hiyo ya kwa ajili chakula kikuu cha ng'ombe, lakini pia na mafuta na kila kitu. Leo tutaenda kuwasikiliza wale ambao wanasimamia miradi hii ya malisho, ni namna gani ambavyo wamejipanga kutusaidia kama wafugaji. Karibu katika maonyesho ya 88 tuweze kujifunza pamoja kuhusiana na swala zima la malisho ya mifugo kama ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Karibu. Kutokana na changamoto kubwa ya malisho ambayo inaikabili nchi yetu, Wizara ya Mifugo chini ya taasisi yake ya TARIRI pamoja na idara ya nyanda za malisho imekuja na njia mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajaribu kupambana na hii changamoto ya malisho. Taasisi ya TARIRI ina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba inafanya tafiti ya mbegu mbalimbali za malisho. Alafu idara ya nyanda za malisho wao kazi yao sasa ni kuzalisha hizo mbegu na kuzisambaza kwa wafugaji. Kama ambavyo unaona mbegu zilizopo hapa ni mbegu za aina mbalimbali za malisho ambazo zinastawi katika mazingira tofauti tofauti. Zipo ambazo ukizipanda unaweza kuchunga ng'ombe, zipo ambazo ukizipanda zinafaa kuvunwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Zote ni aina mbalimbali za malisho. Majani yaliyopo mbele ni aina mojawapo ya malisho ambayo tunayaita Junkao. Ni majani maalum ambayo yana viinilishe vingi kwa ajili ya ng'ombe wetu. Majani haya yakishastawi kama hivi tunayakata, tunayachakata, halafu tunayasindika. Na huwa yanakuwa mengi sana kipindi cha mvua. Lakini kipindi cha kiangazi bahati mbaya hayapatikani kwa urahisi, labda kama unafanya umwagiliaji. Kwa hiyo tunawashauri wafugaji wakishapata malisho kama haya wanaweza kuyahifadhi kipindi cha mvua ili waweze kuyatumia sasa kipindi cha kiangazi ambacho ni kipindi cha jua. Malisho yanakuwa changamoto na ugomvi mwingi unatokea kipindi cha kiangazi, kipindi ambacho hakina maji, unakuta wakulima na wafugaji ndio wanaanza migogoro. Kwa hiyo sisi kama wizara tupo na njia mahususi kabisa. Tunazalisha mbegu, tunawauzia wafugaji, lakini pia tunawaelimisha juu ya uanzishwaji wa mashamba ya malisho ili waweze kuanzisha mashamba yao. Pindi inapokuja kipindi cha kiangazi wawe tayari wamehifadhi malisho kwa ajili ya kuendelea kulisha mifugo yao. Tunazungumzia makundi kama 4 ya malisho. Kundi la kwanza ni kundi la nyasi, kundi la pili ni kundi la mikunde, kundi la tatu ni kundi la nyasi lishe na kundi la 4 na la mwisho ni miti malisho. Hizi zote ni jamii 4 za malisho. Na hii iliyopo mbele yetu ni jamii ya mikunde. Mikunde ambao mikunde ni chanzo kikubwa sana cha protini kwa mifugo yetu. Mfugo kama alivyo binadamu anahitaji kupata mlo kamili. Sasa mlo kamili unakujaje? Kama ambavyo binadamu anahitaji kula wanga, anahitaji kula protini, anahitaji kupata vitamini, anahitaji kupata madini, na ng'ombe ni vile vile. Kwa hiyo tunapanda malisho haya mchanganyiko ili kuhakikisha kwamba ng'ombe akila anaweza kupata makundi yote hayo ya vyakula ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na uzalishaji mzuri wa nyama, maziwa, mayai pamoja na mazao ya mifugo kama ngozi na kadhalika. Wafugaji wengi wamekuwa wakichanganya aina hii ya malisho. Malisho haya tunayaita buffer grass. Buffer grass au kwa jina la kitaalamu kabisa tunaita Cenchrus cerealis. Ni majani ambayo ukipita polini unaweza ukaona majani kama haya, lakini kimsingi hayako sawa, hayafanani. Haya ni majani ambayo yamefanyiwa tafiti na wenzetu wa TARIRI na wakathibitisha kwamba yana viinilishe vya kutosha kwa ajili ya kulisha wanyama, na ndio maana tukapata mbegu zake na tunaendelea kuzizalisha na wafugaji wengi wanaweza kupata. Uzuri wa mbegu hizi au wa malisho haya ni kwamba kwa wafugaji wengi ambao wana mifugo mingi ambaye huwezi kuwaweka ndani, huwa tunawashauri wapande malisho haya, kwa sababu haya malisho unaweza ukaingiza ng'ombe wakala, yanaweza kuhimili
mikiki ya kuchungiwa, tofauti na majani ya aina nyingine. Lakini pia tuna majani aina nyingine, majani ambayo ni maarufu sana, majani ambayo yana protini nyingi sana. Nadhani ndio yanaongoza kwa kuwa na protini nyingi. Haya yanaitwa majani ya aina ya alfalfa au pilau ya ng'ombe tunasema. Lakini kwa jina la kitaalamu kabisa inaitwa Medicago sativa. Hii ndio Medicago sativa. Ni majani mazuri ambayo ukiyapanda yanampa mnyama protini kwa wingi sana. Ni kama binadamu unavyokula mayai au unavyokula samaki ambazo zina protini nyingi, basi na mnyama naye ukimpa hii alfalfa anapata protini kwa wingi zaidi. Hatuishii hapo ndugu mtazamaji, lakini pia tuna malisho aina nyingine. Hii tunaita mtamalishe au kwa jina la kitaalamu tunaita sugar grass. Sugar grass huu ni mtama maalum kabisa kwa ajili ya mifugo. Ni mtama mzuri kwa ajili ya ng'ombe, lakini wenyewe ni source kubwa ya nguvu kwa mnyama. Mnyama anahitaji nguvu. Ili aweze kuzalisha maziwa anahitaji nguvu. Ili aweze kuzalisha nyama nzuri anahitaji nguvu. Ili kuku aweze kuzalisha mayai, energy inatumika. Kwa hiyo hii ni source kubwa ya energy kwa mifugo yetu. Na yenyewe pia tunashauri sana wafugaji waweze kulima kwa sababu pia inahimili sana ukame na hasa kwa ukanda huu wa Dodoma. Hii ni moja na hii. Yale ni Junkao. Yes. Aina hizi ndo ambazo tunazo, lakini zipo nyingine hapa katikati ambazo tunaweza kuziona pia. Tuna mahindi pia. Mahindi pia ni malisho, mahindi ya njano. Huwa tunayatumia pia kama malisho ya mifugo. Yako pale. Hayo mahindi unayapanda, yakishabeba watoto yale mahindi kabla hayajakomaa. Ya njano au hata meupe? Ya njano. Tunatumia zaidi mahindi ya njano. Japokuwa hatushauri sana kwa sababu mahindi ya njano wakati mwingine binadamu pia wanatumia. Kwa hiyo badala ya kutumia haya mahindi ya njano, tunawashauri sana wafugaji watumie Junkao badala ya mahindi ya njano kwa sababu ikitokea kuna njaa kama tunafanya priority tutajiangalia kwanza sisi binadamu. Tutaacha kumwangalia mnyama. Kwa hiyo ili tusicompete, tunashauri badala ya kutumia mahindi ya njano tunaweza tukatumia Junkao. Tukatengeneza silage, tukaisindika kwa ajili ya mifugo yetu. Tuna majani mengine haya. Hii inaitwa Guatemala. Nayo ni majani mazuri kwa ajili ya mifugo. Japo yanahitaji maji kidogo ya kutosha ili uweze kustawisha. Na maji labda mtu mwingine anaweza kusema ni na maji ya chumvi. Maji ya chumvi hayana shida kwenye mimea kama hii? Maji ya chumvi hayana shida sana. Hayana shida. Na ukipanda mimea kwa mfano Junkao. Junkao ina uwezo wa kutumia maji ya aina yoyote. Maji hata yakiwa na chumvi, Junkao bado unaweza ukaipanda na ikastawi vizuri. Na kikubwa zaidi ina uwezo wa kupunguza hata ile chumvi kwenye maji. Consumption yake ya maji, yani matumizi makubwa au? Matumizi ya maji kidogo lazima yawe mengi. Ni mmea upi ambao chakula kipi cha mfugo ambacho hakitumii maji mengi? Tuwezi kusema hakitumii maji kwa sababu mimea yote unapoipanda inahitaji maji, lakini ikifikia stage fulani mahitaji ya maji yanakuwa ni chini kidogo. Majani kama ya buffer grass yenyewe hayahitaji maji mengi sana. Ukishaikata, ukiivuna, ukaiacha, hata ule umande wa asubuhi yanaweza yakaota kwa kutumia umande. Haihitaji maji mengi, lakini wakati wa kuiotesha inahitaji maji mengi ili iweze kushika kwenye ardhi na kuendelea. Lakini hapo majani mengine ambayo ni majani ya asili kabisa, ambayo haya sasa ndio unaweza ukayaona hata humo mitaani. Hii inaitwa panicum. Ni majani pendwa sana, ng'ombe wanayapenda, lakini ni majani ya asili. Kwa hiyo nayo tunajaribu kuyaonyesha ili mfugaji akiyaona kule polini asije akasema haya majani gani. Na yenyewe ni sehemu ya chakula cha mifugo. Unamshauri nini mtu ambaye anaanza kufuga? Kitu gani cha kuanza nacho? Mtu ambaye anaanza kufuga, ushauri wangu kabisa, ili usione ufugaji ni mzigo au usione ufugaji ni kama adhabu. Wakati unafikiria kwamba nataka kuanza kufuga,
cha kwanza unatakiwa ufikirie huyo mnyama unayetaka kumfuga utamlisha nini. Ukiweza kufikiria hicho na ukatatua hilo swali la kwanza, itakuwa ni rahisi sana wewe kuingia kwenye ufugaji. Unaweza ukapata ng'ombe mzuri sana. Mtu anaweza akakuuzia ng'ombe akakwambia huyu ng'ombe anatoa lita 20, 30, 40 au 50. Ni ng'ombe mzuri na ukashuhudia kweli anatoa hayo maziwa. Ukamchukua. Ukimchukua kama hujajiandaa kwenye swala la malisho, huyo ng'ombe huyo anayetoa lita 40 ataenda kukupa lita 10 au lita 5. Alafu utaona kuna uchawi, lakini sio uchawi. Uchawi ni chakula. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabla hujafikiria kumleta ng'ombe nyumbani kwako, fikiria huyu ng'ombe atakula nini. Wafugaji wengi tumezoea kuishi na ng'ombe, ila hatufugi ng'ombe. Tunatakiwa tufuge ng'ombe, na kufuga ng'ombe, tunaposema kufuga, unatakiwa unahakikisha unampa mahitaji ambayo anayahitaji. Hapo ndo unamfuga. Lakini sio asubuhi wewe unatoka unaenda kutafuta na ng'ombe unamwacha anaenda kutafuta, huko sio kufuga. Huko ni kuishi naye tu kwamba wewe nenda kajitafutie na mimi naenda kujitafutia. Kwa hiyo wafugaji ni waombe, unapofikiria kufuga, kitu cha kwanza fikiria utamlisha nini ng'ombe. Ukifikiria utamlisha nini ng'ombe, andaa shamba lako, tafuta malisho mazuri ya kitaalamu kabisa, tafuta mtaalamu akusaidie, upande malisho yako yamesha stawi, kama unayasindika yachakate, yasindike, una stoku yako ya majani, nenda kamchukue ng'ombe mlete. Wakwambia huyu anatoa lita 50, ukienda naye kwako kwenye malisho tena atakupa lita 50. Kwa hiyo hicho ndio ningeweza kuwashauri sana wafugaji. Kubwa kwenye maziwa ni malisho. Malisho. Vipo vitu kama 4 ambavyo wafugaji wanatakiwa kuzingatia. Kitu cha kwanza cha msingi ni breed ya ng'ombe. Ng'ombe, ukitaka kufuga ng'ombe, unataka kufuga ng'ombe wa aina gani? Unataka kufuga ng'ombe wa nyama, unataka kufuga ng'ombe wa maziwa au ng'ombe wa aina gani? Kama ni ng'ombe wa maziwa, hakikisha unachagua breed ambayo itakupa maziwa ya kutosha. Kama ni ng'ombe wa nyama, hakikisha unachagua breed ambayo itakupa nyama ya kutosha. Kitu cha pili unachotakiwa kukifanya sasa ni kwenye malisho. Umeshafikiria unataka ng'ombe wa maziwa. Sasa kabla hujamleta huyo ng'ombe, andaa kwanza malisho. Muandalie malisho ili uje upate ile potential yake. Muandalie malisho uweke pale. Lakini kitu cha tatu unatakiwa uhakikishe kwamba unaandaa mazingira yake vizuri, mazingira ya kuishi. Yule ng'ombe atakuja kuishi wapi? Usimchukue ng'ombe ukamleta nyumbani akaja kuishi kwenye banda ambalo analala kwenye mavi, anaamka kwenye mavi, hakuna vifaa vizuri vya kulia chakula, hakuna sehemu za hata ukitaka kumwangalia ng'ombe, kumchoma sindano, hamna sehemu kama hizo. Ni lazima uhakikishe umejenga banda ambalo ng'ombe akija atakuwa comfortable, kwa sababu kama ni ng'ombe wa kuzalisha maziwa, tunategemea akisha kula chakula apate muda wa kupumzika. Pale anapopumzika ndio anatengeneza maziwa. Lakini akipata sehemu mbaya ya kupumzika atakuwa na stress. Hawezi kukuzalishia maziwa inavyotakiwa. Hawezi kuzalisha nyama inavyotakiwa. Kwa hiyo lazima umwandalie mazingira apate sehemu nzuri ya kukaa. Na sehemu nzuri, banda zuri la ng'ombe ni ile ambalo linakuwa na miundombinu yote, sehemu ya kulia chakula, sehemu ya kupumzika, sehemu ya kutolea uchafu, kila kitu kinakuwepo pale. Ng'ombe anaweza kukaa comfortable vizuri kabisa. Na kitu cha 4 na cha mwisho ni chanjo na tiba. Hicho ndio kitu cha muhimu. Mimi sio muumini sana wa kuchoma ng'ombe sindano. Sipendi hicho kitu. Kwa sababu unapochoma sindano ng'ombe, unavomchoma madawa haya antibiotiki, kuna hasara wewe unazipata. Yamkini wewe unakamua ng'ombe wako maziwa kila siku anakupa lita 40. Ukizembea usipompa chanjo vizuri, mwisho wa siku atakuja kuchomwa sindano ili atibiwe. Akitibiwa daktari atakwambia huyu ng'ombe tunamtibu leo hizi sindano, inatakiwa akae siku 5 maziwa yake yasitumike. Tayari kwako ni hasara. Kuna watu wengine wanaishi kwa ajili ya maziwa yale. Kuna watu wengine wanasomesha watoto na kwa ajili ya zile lita 40 anazoziuza kila siku. Siku 5 daktari amekwambia usiziuze. Tayari umeshapata hasara. Umepata hasara, hela mfukoni, hauna maziwa yote, labda utayamwaga au utafanya vitu vingine. Kwa hiyo tunasema chanjo ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ni vizuri ukahakikisha umemkinga ng'ombe wako, umemkinga mbuzi wako au mfugo yoyote, mpe chanjo. Ukimpa chanjo, ukimpa chakula kizuri, hawezi kuumwa. Tunasema chakula ni dawa. Yaani hata kama mtu anaumwa, lakini tunaamini ya kila chakula kitamsaidia kwa namna moja au nyingine. Na ukimpa lishe nzuri, ukampa chanjo, sijui kuna namna gani ng'ombe anaweza akaumwa. Labda ale sumu. Na siamini kama atakula sumu kama umejiandaa vizuri kwenye swala la malisho. Kwa hiyo hivyo ni vitu 4 ambavyo mfugaji akitembea navyo hivyo atafuga vizuri, atakuwa na ufugaji wenye tija na atakuwa na uzalishaji mzuri sana wa mifugo yake. Asante. Kwa mfano chakula cha ng'ombe wa maziwa leo hii
mfugaji anatakiwa kuzingatia nini na nini kwenye ulishaji wa chakula cha ng'ombe cha maziwa? Kwenye ule mlo wake kamili. Kwenye mlo kamili, kitu ambacho mfugaji anatakiwa kuzingatia, kitu cha kwanza kabisa, lazima tuwe na utamaduni wa kuwajua ng'ombe wetu. Ujue ng'ombe wako ana uzito gani, kwa sababu kila ng'ombe anakula kulingana na uzito wake. Kama anakula kulingana na uzito wake, kila wakati unatakiwa wewe unawapima ng'ombe wako, unajua uzito wao, ili chakula unachompa kiwe kinaendana na uzito wake. Usipofanya hivyo, ni mambo mawili. Aidha utamzidishia chakula, ng'ombe atanenepa. Ng'ombe akinenepa, madhara yake ni kwamba atashindwa kuzalisha. Ng'ombe wa maziwa ukimnenepesha, atashindwa kukupa maziwa ambayo alitakiwa akupe, atashindwa. Lakini ng'ombe wa nyama ukimpa chakula pungufu, hatofikia ule uzito unaotaka kwa wakati, tayari atakupa wewe hasara. Kwa hiyo wapime ng'ombe wako, ujue huyu ng'ombe anahitaji kilo 9. Kama anahitaji kilo 9, ina maana unatakiwa kwa siku hakikisha umemtengenezea mlo unaokuwa na kilo 9. Na mlo unaokuwa na kilo 9 huwa tunasema 70% ya hiyo kilo 9 ya chakula ni lazima iwe majani. Ng'ombe chakula chake kikubwa ni majani. Kama ilivyo kwetu sisi, chakula kikubwa ni ugali au ubwabwa. Ng'ombe yeye ni majani. 70% lazima apate majani. Alafu 30% sasa ndio anapata vile vyakula vingine vya ziada kama madini, mapumba, sijui mashudu, yote hayo yanaunganika yanatengeneza 30%. Lakini 70% anatakiwa ale majani haya unayoyaona hapa mbele.